the Lord has made. We are rejoicing and we are glad on this one. Naitwa Happiness Isengi, karibu sana kwenye channel yangu ya Becoming. Leo tutakuwa tunazungumza, actually tunaanza series kuelekea ndoa za kifalme 2026 kuendelea. Kuelekea ndoa za kifalme 2026 kuendelea. It's better, is important that we talk about marriage, kwa sababu ndoa ni msingi wa taasisi nyingine zote ambazo tunaziona na tunafikiri kwamba ni muhimu sana kuwepo kwa ajili ya kuendesha serikali, kuendesha mashirika, kuendesha maisha kwa ujumla. Ndoa inapokuwa imara, basi tutakuwa na taasisi imara, tutakuwa na serikali imara, tutakuwa na watu imara, na tutakuwa na maisha bora, sio? Na ndoa, misingi ya ndoa inapokuwa imeharibika, tutakuwa na taasisi ambazo zimeharibika. Tutakuwa na serikali ambayo imeharibika. Tutakuwa na mahakama ambazo hazisimamii haki, kwa sababu zina watu ambao hawana misingi iliyo bora, hawana misingi iliyo imara. Tutakuwa na bunge, tutakuwa na majeshi ya polisi, tutakuwa na vitu na hizo taasisi, mashirika ambayo hayasimamii maadili, hayasimamii mashirika, taasisi ambazo hazisimamii haki. Kwa hiyo ni muhimu tukazungumza juu ya ndoa, kwa sababu ni msingi wa taasisi nyingine zote, ni msingi wa maisha bora, ni msingi wa haki. Hebu tuangalie ndoa ni nini. Ndoa ni nini? Okay, tunasikia ndoa, lakini ndoa hasa ni nini? Na mimi ninafundisha kutokana na misingi ya Kikristo, misingi ya Biblia. Hicho ndicho ninachokifahamu, ya kwamba neno la Mungu ndio ultimate truth, kwamba neno la Mungu ndio ukweli wa mwisho, ambao unakata maneno mengine yote. Hebu tuangalie, nitaarifa hiki kitabu ambacho kimeandikwa na Happiness Isengi. Okay, that's me, right? Kinaitwa Kwa Nini Sijaolewa Mpaka Sasa. Na kwenye hii series nitaarifa sana kwenye hiki kitabu, kwa sababu ni uzoefu wangu. This is what I have and this is what I gonna give. This is what I'll be sharing mostly. References zitakuwa zinatoka humo. Kwa hiyo Happiness ametafsiri ndoa kwamba ndoa ni wazo la Mungu mwenyewe. Ni taasisi mama ambayo Mungu ameipanda na kuithibitisha kwa neno lake, na inadhihirika katika mwili kupitia sheria za ndoa zilizoasisiwa na kanisa la Mungu na serikali za dunia. Ndoa ni wazo la Mungu mwenyewe, ni taasisi mama ambayo Mungu ameipanda na kuithibitisha kwa neno lake, na inadhihirika katika mwili kupitia sheria za ndoa zilizoasisiwa
na kanisa la Mungu na serikali za dunia. Praise Jesus. Kwa ndoa ni wazo la Mungu mwenyewe, na lilianza pale ambapo Mungu alisema kwamba si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa tumeona ndoa ni kitu gani? Ni wazo la Mungu mwenyewe. Ameiasisi Mungu mwenyewe. Wanadamu hapa duniani, kanisa lake likaiasisi, na serikali za dunia kuithibitisha. Sasa kwa kuwa tunazungumzia ndoa za kifalme, ni lazima pia tujue ndoa za kifalme ni nini. Ndoa za kifalme ni nini? Na tutabase kwenye maandiko. Tukiangalia kutoka katika Yohana 1:13. Tuanze mstari wa 12. Maandiko yanasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Hapa anaongelea watu waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lakini hapa tunazungumzia ndoa. Kwa maana ndoa ya kimungu, ndoa za kifalme, ni ndoa ambazo zimezaliwa si kwa mapenzi ya mwili, bali kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe, kwa mapenzi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Hizi ni ndoa ambazo ziko inspired na Roho Mtakatifu. Hizi ni ndoa ambazo misingi yake ni misingi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Mwenendo mzima mpaka watu wanaingia kwenye ndoa ni mwenendo ambao unaongozwa na misingi yake ni misingi ya Roho Mtakatifu mwenyewe. Hizi ndizo ndoa ambazo zinazaa kusudi la Mungu. Ni ndoa ambazo zinasimamia kusudi la Mungu. Ni ndoa ambazo ni kielelezo cha Yesu Kristo mwenyewe. Ni kielelezo cha mahusiano ya Kristo na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa si ndoa ambazo si rahisi, njia yake si rahisi, especially kwenye kizazi tulichomo, kwenye dunia tuliyomo, ambayo kwa kiasi kikubwa kanisa limekuwa compromised kwa kufuatisha namna ya ulimwengu huu, namna ya dunia hii. Na adui anapiga vita ndoa za namna hii, na anapiga kuanzia kwenye msingi, kuanzia kwenye mahusiano, watu wanapokutana. Mpaka wanaingia kwenye ndoa. Adui anapiga vita kuhakikisha kwamba misingi ya Roho Mtakatifu, misingi ya Mungu haifuatwi, ili kwamba mkiingia kwenye ndoa mnakuwa hamna ule msingi. Na maandiko yanasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini?
misingi imeharibika kuanzia huku chini. Kwa hiyo unakosa hata ile confidence, unakosa confidence. Lakini pia tayari adui anakuwa amesha corrupt ile asili ya Mungu iliyoko ndani yako binti, iliyoko ndani ya kijana, anakuwa ameshai corrupt, kwa sababu mmepita kwenye njia, mmejenga ndoa yenu kwenye misingi ya mahusiano ambayo haikufuata neno la Mungu. Kwa tayari anakuwa ameshawa corrupt, anakuwa amesha corrupt asili ya Mungu ndani yenu. Yes, kuna kutubu na kugeuka. Mungu ni wa rehema, anatusamehe, lakini inakuja na consequences zake. Inakuja na consequences zake. Ni muhimu kwamba tunazungumza hili jambo, kwa sababu Mungu anataka ndoa ambazo zitasimamia kusudi lake. Anataka ndoa ambazo zitazaa watoto, uzao wenye asili yake Mungu, sura na mfano wa Mungu. Unajua, tunapofanya dhambi, hata kuelekea kwenye ndoa, tunapofanya dhambi, ile sura na mfano wa Mungu ndani yetu vinaharibika. Kwa hiyo vikiharibika ndani yetu, ina maana hata tunapoingia kwenye ndoa, kile ambacho tunazalisha, unajua, yule mtoto ambaye anatengenezwa kupitia hawa watu wawili ambao sura na mfano wa Mungu vimeharibiwa ndani yao, ina maana na ile sura ya yule mtoto, ile image ya mtoto na yenyewe inakuwa corrupted, kwa sababu mnapitisha sura na mfano ambao sura na mfano wa Mungu ambavyo vimeharibiwa, viko corrupted. Kwa hivyo ndivyo vinasaba ambavyo mnapitisha kwa mtoto. Ina maana hata ile image ya mtoto tayari inakuwa iko distorted. Kwa Mungu anatafuta mabinti, vijana, wanawake ambao watatembea katika misingi ya kimungu, misingi ya Roho Mtakatifu, na kuweza kuzalisha uzao ambao unabeba kusudi la Mungu na kuishi kusudi la Mungu. Tukirifa kwenye Biblia, mfano mzuri tuchukulie mfano wa Ibrahim mwenyewe, Ibrahim na Sara. Njia yao ya ndoa haikuwa rahisi kwa kweli. Hata ndio walikuwa kwenye ndoa, lakini mpaka wanakuja kufikia kuqualify kuzaa taifa la Mungu, haikuwa jambo rahisi. Ilichukua muda mrefu, kwa sababu Mungu alikuwa anatoa vitu ndani yao. Alikuwa anatoa asili, mapenzi ya kibinadamu ndani yao, ili kuhakikisha kwamba kile ambacho kinazaliwa kwa imani ni kitu cha kimungu, ni taifa la Mungu litakalobeba mapenzi na kusimamia makusudi ya Mungu hapa duniani. Na ndio maana hata Ibrahim alipozaa na mjakazi, akamwambia Mungu, this is taking too long. Mimi kupata hii ahadi inachukua muda mrefu sana. Tafadhali acha tu Ishmaeli awe mrithi wangu. Mungu akamwambia, hapana, mrithi wako ni yule atakayetoka katika tumbo la Sara. Kwa nini? Kwa sababu ni mbegu ya Mungu, uzao ambao utakaosimamia makusudi ya Mungu, ambao baadaye utazaa taifa la Mungu kama ilivyo hivi leo, taifa la Israeli. Lakini pia ukiangalia ukirifaa tangu mwanzo, Adamu na Eva walivyozaa watoto, walivyozaa Kaini na Habili, na tunaona kwamba Kaini akaja akamuua kaka yake kwa sababu ya wivu
kwamba sadaka yake ilipokelewa na ya kwake haikupata kibali. Mungu akamwambia Kaini, ni nini hiki ambacho umekifanya? Akamwambia, dhambi iko inakuotea mlangoni. Usipokuwa makini utapotea. Lakini Kaini hakutubu. Na tunaona kwamba akaishi maisha ya dhambi, akaishi chini ya laana, kwa sababu alilaaniwa baada ya hapo. Na kwa jinsi Mungu ambavyo yuko serious, tunaona hata kwenye ule uzao wa Adamu, Kaini hakuwepo kwenye ule uzao, zile generations hakuwepo, kwa sababu alikosea sura na mfano ndani yake, kwa sababu ya ile dhambi aliyofanya na hakutubu. Viliharibika, sura na mfano wa Mungu viliharibika, akakosa sifa za kubeba asili ya Mungu. Kwa hiyo akakosa sifa za kuingia katika uzao wa Adamu, vizazi vya Adamu. Kwa ni muhimu tukazungumzia ndoa za kifalme, kwa sababu hizi ndizo ndoa ambazo zitabeba taifa la Mungu. Ndizo ndoa ambazo zitazaa vizazi watakaosimamia kusudi la Mungu. Tutazungumza mengi zaidi, tutajifunza mengi zaidi, lakini Mungu atusaidie, mabinti, wanawake, alisaidie na kanisa lake na vijana pia, ya kwamba tuutunze utakatifu. Tuutunze utakatifu. Hata kama njia ni ngumu, lakini kwamba tuutunze utakatifu ili kusimamia makusudi ya Mungu. Kile ambacho Mungu anataka kukifanya kupitia uzao wetu, kupitia ndoa zetu, basi kiweze kudhihirika. Basi Mungu akubariki. Naomba ushare na watu wengine ambao wanahitaji huu ujumbe. Share na kanisa la Kristo. Yes, share na mwili wa Kristo. Share na vijana, share na watu wengine waweze kusikia habari hizi, ili kuona kwamba kumbe kuna umuhimu na ulazima wa kutunza utakatifu, kuanzia kwenye mahusiano mpaka kuingia kwenye ndoa. Mungu akubariki. Kama hauja subscribe, tafadhali subscribe. Like the message, like the video, ili tuweze kuhubiri habari hizi ziwafikie watu wengi zaidi. Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa neno hili, tunakushukuru kwa ujumbe huu. Tusaidie, tupokee na tuweze kuishi utakatifu, ili kwamba tukuinulie wewe ndoa za kifalme, ndoa ambazo zitasimamia makusudi yako, ndoa ambazo zitazaa mataifa, watu ambao watasimamia makusudi yako na kuishi makusudi yako. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Mungu akubariki.